Ni sakata la Kariakoo Derby kuahirishwa siku ya jana Machi 8, 2025 lilikuwa limemalizika, basi utakuwa unajidanganya. Ndo kwanza sakata hilo limeanza upya, ambapo siku ya leo klabu ya Yanga imetoa taarifa kwa umma kufuatia kikao ambacho kimekaliwa na viongozi wa klabu hiyo kwa njia ya mtandao. Taarifa hiyo kwa umma inaeleza hivi: kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini wa waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo la kwenye kufanya mazoezi kupitia kikao cha kwanza ambacho alikifanya pale kinaitwa MCN, kikao kabla ya mechi, kuwasiliana na wasimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo. Baada ya tamko hilo, klabu ya Simba asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuhakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huu namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu za kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Yaani Yanga wamesimulia jinsi tukio lilivyokuwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuanzia kikao chao ambacho walikifanya na klabu ya Simba kabla ya mchezo ambacho kilifanyika tarehe 7 Machi kwenye hoteli ya Spice, lakini baadaye pia walikuja kufuata taratibu zote ambazo zilikuwa zinatakiwa kwa ajili ya mchezo huo wa Kariakoo Derby. Sasa viongozi wa Yanga kutufuatia kikao ambacho wamekifanya siku ya leo, huwa hapa ndio msimamo wao. Wametoa maadhimio yao matatu ambayo moja kwa moja yanakwenda kwa mamlaka ya soka. Adhimio la kwanza, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Hiyo ni adhimio la kwanza, ambapo wanasema kuwa wanahitaji wapewe alama zao 3 na ushindi wao kama ambavyo kanuni inavyoeleza, baada ya timu ya Simba Sport Club kushindwa kufika uwanjani tarehe 8 Machi, siku ya mchezo ambayo ilipangwa, mchezo namba 184 wa ligi kuu soka Tanzania bara. Azimio la pili ambalo viongozi wa Yanga wamelifikia siku ya leo ni kwamba kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yote itakayopangwa. Yani Yanga pamoja na viongozi wake wote leo wameadhimia rasmi kwamba hawatocheza mchezo huo wa Kariakoo Derby hata kama utapangiwa tarehe nyingine yoyote ile, kufuatia azimio lao la siku ya leo. Lakini azimio la tatu, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu yani TFF kuivunja kamati na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu.
Yani Yanga wanaomba ile kamati ya bodi ya ligi ambayo hata siku ya jana pia barua ya Simba Sport Club walikuwa wanaitaka kamati ya bodi ya ligi iweze kutoa taarifa sahihi kuhakikisha kwamba ni nani ambaye aliwazuia wao kuingia uwanjani na wale ambao watabainika waweze kujiuzulu au kuondolewa. Hivyo hivyo pia siku ya klabu ya Yanga siku ya leo pia wanasema kwamba hawana imani na mwenyekiti wa kamati hiyo ambao ni Steven Mguto pamoja na katibu wake Almasi Kasongo. Hivyo wanaomba TFF iweze kuivunja kamati hiyo na kuteua watu wengine ambao watakuwa ni waadilifu kwa ajili ya mpira wa Tanzania. Mwisho, Young Africans wanasema mwisho lakini sio kwa umuhimu. Tunaomba wanachama, wapenzi na washabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Hiyo ndiyo taarifa rasmi ya klabu ya Yanga ambayo imetolewa usiku huu kupitia page za klabu hiyo ya Yanga, na wameelezea maadhimio yao hayo matatu ambayo wanataka alama 3, lakini pia hawatoshiriki mchezo wote ule wa ligi kuu. Lakini adhimio jingine ambalo la mwisho ni la 3 ni kwamba wanaomba kamati ya bodi ya ligi ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto pamoja na Almas Kasongo waweze kutenguliwa au ivunjwe hiyo kamati na TFF waweze kuchagua kamati nyingine ambayo itakuwa na viongozi waadilifu.